hadhara, na ameanzisha hadhara hii. Wakati huo wazee wenyewe wanasema walikuwa wakipika ndizi na nyama, ndizi na nyama ikitoka shambani kwake mtoto, imekwenda mpaka ikafika tulipofikia, na mwenyewe Sheikh Ramia akasema na kueleza hao waliokuwepo kwamba jambo hili msije mkaacha hata mkiwa hamna kitu, hata kahawa watu wanywe, lakini msije mkaacha jambo kwa kusema mwaka huu hatujapata mchele na ng'ombe, hata kahawa ipikwe watu wanywe, lakini aswaliwe Mtume Muhammad. Sasa anashangaa, unakuta zawia nyingine, kwa sababu hatujapata mchele mwingi, ng'ombe wa kutosha, wanasogeza jambo. Watu tunapoteza siri, tunaharibu mambo sisi wenyewe kwa kutaka mambo makubwa, kwa kutaka kujionyesha. Tufanye mambo kwa nia, na tusiharibu taratibu ambazo walizoziwacha wenyewe. Sallu ala nabi. Basi Sheikh Ramia akalianzisha hili jambo, lakini Sheikh Ramia alisoma ilmu ya sharia na alisomea Unguja Ukutani. Sasa akaambiwa au ikaonekana kwamba Sheikh Ramia kwamba bado hajawa mtu sawasawa, hakuwa bado sawasawa. Akatoka mtu kutoka Iraq akiitwa Sheikh Muhammad bin Hussein al-Lughari al-Qadi. Yule Sheikh Muhammad alikuwa kule Iraq katika zawia ya Sheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Akaambiwa nenda Afrika ukampelekee huyu mtu mwenye jambo lake, mpelekee ijaza. Kuna mtu ana jambo lake kwa Afrika, mpelekee. Sheikh Muhammad bin Hussein al-Lughari akatoka Iraki akaja mpaka Zanzibar. Alipofika akauliza, hapa kuna mtu fulani? Akaambiwa huyo mtu sasa hivi hayuko hapa, yuko bado. Ikaletwa taarifa, Sheikh Ramia wakajikusanya na masheikh wote, watu wote wa mji, wakenda Kastamu pale kwenda kumpokea Sheikh Muhammad bin Hussein al-Lughari. Sasa inasemekana walikuwa wamepanga safu hivi, yule Sheikh akawa anasalimia, anatoa
maana kwamba wewe ukitaka kuwa mtu bwana, bila kukamata na kushika tarika, bado hujawa mtu kwa sawasawa. Lazima ukubali Sheikh Abdul Qadir Jilani sallallahu alaihi wasallam, akawa mtu Sheikh Ramia. Na sasa hapo ndipo alipoanza kutanuka sasa na kujulikana sasa na kuwa mtu wa sawasawa sasa. Maana Sheikh Ramia akafanya mambo mengi, ukianza kuyazungumza ya kwake hatumalizi sasa hivi. Katika uwadi wake Sheikh Ramia akizungumza akijua mpaka lugha za wanyama, akijua mpaka lugha za wanyama, akijua lugha za ndege, akilia ndege anasema nini, mdudu akilia anajua anazungumza nini. Kuna wakati hapa kuna mzee alitumwa akanunue mbuzi. Alipokwenda kununua yule mbuzi kule, unajua katika muridi hawakosekani wakorofi hawakosi. Lazima kutatokea watu wakorofi. Ndio kuna shekhe wangu mmoja akasema, Shekhe Muswali Harega akasema kuna muridi na mradi. Kuna muridi na mradi hawakosi. Hasa alipokwenda alikuwa anakununua mnyama, alipoleta akamwambia Shekhe, nishanunua huyu. Sheikh Ramia akashajua, umenunua kiasi gani? Kiasi fulani. Akamuuliza, nimuulize mwenyewe. Yule akasema atasema nini? Muulize. Akamuuliza, huyu kanunua kiasi fulani? Mbuzi akalia, unaona bwana, huyu ananiambia umenunua shilingi fulani. Bwana alitetemeka. Ashajiri hapa basi nchi yako ilobaki. Naambia hapa tulichukua hilo, usirudie tena. Swala la Nabii. Kwa sababu tunazungumza Sheikh Ramia, yeye ndio sababu ya hapa. Yeye ndio mwenyewe hapa. Na yeye, na kuna wakati kuna shekha akiitwa Abdul Fattah. Nitazungumzia kisa kidogo cha marhaba ya Sheikh Yahya indaka ilmul hidayah anta